Hapa ni sehemu ya kwanza kabisa katika filamu safi. Inakuja katika mfumo wa season unaoita 10 Commandments. Yani amri 10 za Mungu. Fanya plani na mwisho wa siku waliwasokomeza wote katika hali ya mateso na tabu. Pale Mungu alipoziumba mbingu na nchi, aliruhusu nuru iwepo duniani. Na baada ya kufanya nuru, basi ndipo mambo mengine yote yaliweza kutendeka. Kabla ya nuru kulikuwa ni giza, ukiwa na utupu. Nami ndimi nuru ya kweli na uzima. Man took dominion. Basi baada ya nuru hii kuwepo duniani, mambo mengine yalifuata. Tuache hayo. Wana wa Israeli waliingia utumwani na kazi ilikuwa ni nyingi sana. Walifanya kazi usiku na mchana kwa mateso makali. Chakula kidogo, maji machache. Tabu zilikuwa ni nyingi sana. Hii ni baada ya Yusufu kufa na miaka kadhaa ikapita, zaidi ya miaka 400. Walilia mbele za Mungu na kile kilio kikafika mbele za Mungu. Baada mateso kwa makali wakalia mbele za Mungu na kile kilio kikafika mbele za Mungu. Mungu akalikumbuka agano lake alilofanya na Abraham. Katika familia ya mtu mmoja aliyekuwa anamuita Amram pamoja na mkeo Yochebel, waliweza kupata mtoto wa kiume na alizaliwa katika utumwa. Kipindi hicho Farao aliyoko madarakani alikuwa ni mtu mmoja katili sana. Na leo baadhi ya watu wake walimletea taarifa mbalimbali. Wanatoa maelezo mbalimbali, wanasema tumejaribu kutafuta namna mbalimbali ya kuwadhibiti wa Ibrania, wanaitwa Ibrania, watoto wa Abraham. Lakini wamekuwa kizaliwa kwa wingi sana. Tumejaribu kuwazuia wakunga wasikae pamoja na wakina mama wanapojifungua, lakini bado wakina mama wa Kiebrania walikuwa na nguvu. Wana uwezo kujifungua wenyewe bila hata kuhitaji wahudumu. Sasa tumetafuta njia mbalimbali za kudhibiti hali, lakini wanazidi kuongezeka. Tunataka utupe nafasi tufanye nini? Tumewatumikisha kweli, lakini bado hali ni mbaya. Wanasema tumewatuma Waibrania wengi wako kule Goshen. Wanafanya kazi kujenga mji. Akasema amri ni moja. Kila mtoto wa kiume anapozaliwa, tukitaka kudhibiti uzao usiendelee, ni kudhibiti wanaume. Sasa kila mtoto wa kiume anapozaliwa kwa wana wa Israeli, wa Ibrania, auawe. Kwa watoto wote wenye umri wa miezi kadhaa walipozaliwa waliweza kuuawa. Ni amri kutoka mfalme Farao. Na wanasema amri ya mfalme ni sheria. Ilikuwa ni kilio cha kutisha. Wakina mama walilia sana. Watoto waliuawa kikatili mno. Na kile aliyezaliwa aliuawa. Nyumbani kwa Yoshebel pamoja na Amram alikuwa na binti yake mmoja anaitwa Miriam. Walimficha mtoto wao huyu, na alipofikisha miezi 3 walishindwa kuendelea kumficha zaidi maana analia. Leo walifanya utaratibu wa kutaka kusaidia maisha yake asiuawe. Mama huyu alimweka mtoto kwenye kisafina kidogo, na lengo ni kunusuru maisha, maana watoto na uawa. God of Abraham. Akasema, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baba yetu wa ahadi, ninamkabidhi mtoto wangu mikononi mwako. Tafadhali ninaomba uyalinde maisha yake. But mother, we have not even... Lakini mtoto aliuliza, lakini mama, tujampatia jina. Name. Mama akasema, Mungu atampatia jina mwenyewe. Mama huyu aliongozwa na roho kumwachia mtoto wake kwenye maji. Unajua ni sehemu hatarishi, lakini huwezi kuamini. Saa Mungu anatenda mambo yake, huwezi kuamini. Unaweza kufanya kitu cha kijinga lakini kaleta maana kubwa. Kwenye maji kuna mamba, kuna vitu vya kutisha, lakini mama hakujali. Akasema Mungu wa Ibrahim na Isaka atamlinda mwanae. Akampa agizo binti yake kwamba fuatilie nyuma ndugu yako huyu na uone ataishilia wapi. Kwa Miriam alikuwa anafuata kile kisafina. Anakifuata tu, kinaendelea kumpeleka ule mtoto ambaye mama yake hakumpa jina, ila alisema Mungu atampatia jina. Sasa tazama. Siku hiyo binti Farao alikuwa pamoja na wajakazi wake, na katika maisha ya kawaida walikuwa kiburudika tu kama unavyoona siku hiyo. Sasa Farao ni cheo. Kwa hiyo Farao ni cheo, ni kama ukoo fulani ambao ulikuwa ukitawala kwa muda mrefu.
not gonna have it. Sasa walikuwa na tabia kuoana wao kwa wao, yani mtoto wa shangazi na mwana mtoto wa mjomba na vitu kama hivyo, ili kuimarisha utawala wao. Kwa huyo binti Farao alikuwa na tatizo, kwa sababu alikuwa na tatizo na mumewe. Kwa hivyo hakuaga na mtoto, na hawezi kubadilishiwa mume, kwa sababu hawezi kupata mume mwingine, anatakiwa apate mume hapo hapo katika ukoo wa Farao. Kwa hiyo akishapata mume ndio umepata hivyo, kwa sababu ile mtoto akizaliwa anaweza kuja kuwa kiongozi. Kwa hili lilikuwa ni tatizo lake kubwa huyu binti Farao kwa muda mrefu. You fool. Sasa hili ndio lilikuwa tatizo lake mwanadada wanamuita Bethania binti Farao, kwamba mtoto wake angeliweza kuwa kiongozi, inategemea na jinsi alivyokuwa, lakini hakuweza kupata mtoto kupitia mumewe. Look, there's something here. Siku hiyo sasa anapita pita, si ndo akaona kile kikapu. Waliogopa wenzao, kafikiri labda ni mamba. Wote hao ni mabinti Farao walovaa mavazi meupe wote. Alipotazama alikuta ni mtoto mdogo. Miriam anafuatilia tu, akaliona lile tukio. What did you find? Wakamuuliza, umepata nini? Scared? Hakusema, akasema Shall we come and help you get it? tuje tukusaidia kubeba. Anasema hapana, yeye ndo alikuwa mkubwa kuliko wengine. Be alone now. Anasema hapana, naomba muondoke. See what you. Nahitaji kubaki peke yangu sasa hivi. Yeye ni mkubwa, anaheshimiwa. Sasa pia kulikuwa kuna mjakazi pale, kama jamani ondokeni. Dada yenu mkubwa amesema muondoke. Ondokeni. And so am I. Haya, nendeni kule. Tired of everything. Hao ni mabinti Farao wote hao. Kwa hiyo hii Farao ni ukoo ambao yoyote mtoto akizaliwa na binti anakuwa ni wa kwao, akizaliwa na, kwa sababu wanaoana familia kwa familia. Kwa hiyo haina tabu. Utaelewa baadaye kwa nini Musa alipewa nafasi na alikuwa tayari kupewa nafasi ya kuwa mfalme, I pray. kwa sababu You pray for the. ya hili hapa. Anasema Mungu amenijibu maombi yangu. Kabaki na mjakazi wake mmoja. Your husband is in the house of the Anasema mume wako God to bring. hawezi kukupatia mtoto. Sema ndio. Kwa Mungu amenijibu, amenipatia mtoto. Sasa huyu mjakazi kucheki akamba, lakini my dear, If my son is. huyu mtoto ana vazi la Kiebrania. It is Akamba, huyu ni mwanangu. royal. It is the Levite cloth. Lakini mtoto wa mtumwa huyu This child. ambao ameepuka kufa, maana watoto wa kiume wote walikuwa na uawe, na maana huyu anasema hii ni wewe unafahamu pamoja na mimi. Hakuna mtu mwingine anayejua. In my house as the prince of the two lands. Huyu ni